ni kurejesha hadhi ya mwanadamu iliyopotea katika bustani ya Eden. Kurejesha hadhi ya mwanadamu iliyopotea katika bustani ya Eden. Kurejesha hadhi ya mwanadamu iliyopotea katika bustani ya Eden. Unisikilize vizuri. Kanisa, Adamu alipotenda dhambi kwenye bustani ya Eden, alipoteza mfumo wa kimungu na alipoteza aina ya maisha ambayo Mungu alitukusudia tuwe nayo hapa duniani. Unisikilize vizuri. Dhambi ilipokaribishwa kwa mwanadamu, ilimfanya mwanadamu apoteze utukufu, apoteze kibali, apoteze utajiri, apoteze baraka. Kuna vitu vingi sana alipoteza, na tangu Adamu amepoteza vitu vyote hivyo, hajawahi kutokea mtu yeyote wala haijawahi kupatikana njia yoyote ya kurejesha vitu vilivyopotea kwenye bustani ya Eden. Ni mpaka Yesu alipokuja akaenda msalabani akarudisha vile vitu ambavyo vilipotea kwenye bustani ya Eden. Kwa Yesu alikuja ili kurejesha yale ambayo yalipotea, ili wewe na mimi tuweze kuyafurahia kwenye maisha haya tulionayo. Angalia kitabu kile cha Isaya sura ya 42. Isaya 42. Isaya 42 mstari wa 22. Isaya 42 mstari wa 22. Biblia inasema, lakini watu hawa wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Jesus, unisikilize vizuri. Haya maneno ulikuwa ni ufunuo wa Isaya juu ya kitu kilichofanyika msalabani. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa, wamefanywa mateka, wamewekwa kwenye mashimo, na kwa bahati mbaya sana, pamoja na hali ya maisha walio nayo, wameridhika na hali ya maisha walio nayo. Hakuna mtu anayesema okoa, hakuna mtu anayesema rudisha. Na kufuatana na maandiko, ni Yesu peke yake kwa njia ya mauti yake ndiye aliyesema rudisha, na ndiye aliyesema okoa. Maandiko yanasema Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. Ni kitu gani kilipotea? Tulipoteza utukufu, tulipoteza kibali, tulipoteza utajiri, tulipoteza heshima, na msalaba wa Yesu umekuja kurudisha, kwa sababu ni msalabani peke yake ndio mahali ambapo laana ilihukumiwa, magonjwa yalihukumiwa, vifungo vilihukumiwa, mateso yalihukumiwa kwenye msalaba. Kwa hakuwahi kuweko mtu yeyote aliyerejesha yale ambayo Adamu alipoteza kule kwenye Eden. Na unisikilize vizuri, wakati Yesu anarejesha msalabani, malaika kule mbinguni walipokuwa wanatazama, saa alipokuwa anarejesha, walipiga kelele za ajabu sana, wakasema unastahili wewe, unastahili wewe, maana hajatokea mtu yeyote zaidi ya miaka milioni kuvunja ule mkataba ambao Adamu na Shetani waliingia. Ni Yesu peke yako, kwa njia ya msalaba wako umechinjwa ili kurejesha yaliyopotea. Kanarabosh. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Ufunuo sura ya 5 ule mstari wa 11 na wa 12. Ufunuo 5
11 mpaka 12, Biblia inasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa ni 10,000 na 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Unisikilize vizuri. Wakati Yesu ametundikwa Calvary, anarudisha na anaokoa chinjwa kwa ajili ya nini? Ili kupokea. Kwa hiyo kile kilichopotea Eden, Yesu alichinjwa ili apokee utajiri, apokee kibali, apokee uweza, apokee baraka, ili wewe na mimi kwenye kizazi hiki tuwe na ujasiri wa kutembea katika baraka. Maana yake nini? Una uwezo wa kusimama mbele ya shetani na ukamwambia shetani, ni hivi, rejesha baraka yangu, rejesha utajiri wangu, rejesha mema yangu, kwa sababu msalaba wa Yesu umezihukumu laana, umeyahukumu magonjwa, umeyahukumu umaskini, ili uweze kufurahia kwenye maisha tuliyo nayo. Na kwa bahati mbaya sana, kanisa halina ufahamu wa kitu msalaba umefanya na kufuta kwake, na kwa sababu haujafunuliwa, Biblia inasema jambo ambalo haujafunuliwa hauwezi kulifaidi. Unachokifaidi ni ulichofunuliwa. Kwa kuwa sasa unajua Yesu alichinjwa ili akupe nguvu, ili akupe kibali, ili akupe uweza, jioni ya leo chochote kilichopokea kirejee kwako kwa jina la Yesu. Na tena kije kwako kwa jina la Yesu. Wanaopokea, pokea kwa jina la Yesu. Upokee baraka sahihi, upokee kibali sahihi, na mema yakae juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Kama shakaba, Biblia inasema alichinjwa ili tuweze kupokea. Tangu alipochinja hakuweko aliyesema rudisha, hakuweko aliyesema okoa. Ni Yesu peke yake. Alipoenda msalabani akasema rudisha, na maandiko yanasema alipochinjwa akapokea mkononi mwake kila ambacho Adamu alipoteza kwenye bustani na amekificha ndani yake. Mnisikilize watu wa Mungu, baraka zote ambazo Adamu alipoteza zimerejeshwa. Tofauti ni kwamba zimefichwa ndani ya Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Yesu uliye naye moyoni mwako ni kipepeo cha baraka yako, cha utajiri wako, cha mema yako. Na jioni ya leo tunaenda kupakua baraka yetu itokee kwetu, mema yake atokee kwetu kwa jina la Yesu. Wanaoamini wapokee sasa kwa jina la Yesu aliye hai.